Oma mtu siku hizi unanichukuliaje? Yeye ndio unajiona nani hapa mjengoni? Wewe unajua kabisa mazingira nikishafika mida fulani lazima nimcheki jamaa aje kung'ata au sio? Mpaka saa hizi yani kimya, si unajua zile. Na unajua kabisa kwamba mida fulani lazima ile mchizi namna gani vipi na mgusaga anakuja anakinda anajichenga. Mpaka anakuja ni saizi na hata mambo yani si unajua nampa mtu mshibombo yani. Si unajua zile anifosie nakuja. Akati liko jambo tu la kubless one time moja ni unanivutia waya. Wewe unachukuliaje? Taizo lako Kiwembe. Wewe umekufa wewe? Sio nilikufa, umeniua. Sasa nimerudi. Wote mlioshirikiana kuniua mimi nimewarudia. Mmoja baada ya mwingine, lazima na nyie mufe. Vipi? Maskari au? Hamna, soma askari wala nini. Maskari wanafuata nini mtaani bwana? Nembo nataka tutafute mazingira namna gani vipi? Si unajua atakoletezation volunteer ya Kimavi. Kama sio askari shida nini? Maana hapo umekaa unaogopa. Unaogopa kitu gani? Yaani kuna vipengele mimi sivielewi wala nini mpaka sasa hivi nesi nimepagawa tu, si unajua zile. Mume wangu jamani. Kila siku nakwambia acha bangi, unaona mita ila. Hayaona madhara yake. Wewe nisikilize, unajua mimi najielewa afu nina akili timamu maisha yake si unajua. Mimi sichapagawa ujue. Mimi nina akili timamu, mimi sichapagawa ujue. Na akili timamu sijapagawa. Sasa unazungumzia nini sasa? Bange maana yake nini? Mimi naanza kula leo bange. Haya sawa. Chakula tayari. Karibuni. Habari yako? Salama. Namuulizia Kiwembe yupo? Kiwembe? Mbona simfahamu? Kaka, nilikwambia kuwa hapa wazazi wa Kiwembe walishahama. Na hii nyumba imeuzwa muda. Kwa nini ukunielewa? Msubiri bwana. Sister, anachokiongea dadangu ni kweli? Hii nyumba alinunua baba yangu na mama yangu. Wakatuacha. Ndio tunaishi ndani mimi hapa na kakaangu. Okay. Dada, unaweza ukafajua walipohamia kina Kiwembe? Hapana. Kiwembe simfahamu. Na hata walipohamia pia sipajui. Kaka, nadhani umemsikia yule dada alichosema. Tunaweza tukaenda sasa nyumbani. Okay, basi sawa. Asante kwa ushirikiano. Sawa, karibuni. Karibu. Oa mzee ngumu. Mimi bwana nimekutilia muziki hapa, kuna mazingira nimegumiana nayo, nimeisha kweli mimi naona sielewi yani si unajua. Nimetoka zangu mazingira ya kuforce, natoka zangu huko si unajua zile mida imefika sijang'ata afu mamkali hajaniwasha wala nini si unajua. Nimerudi na migazabu yangu nishakula mibange si unajua zile. Kichwa kichwa kimepaa ni si unajua zile. Nafika pale na mkolomea mamkali kuhusiana mazingira ya chakula. Oa ghafla ni si unajua ile yani naona kama yani michezo kwenye kideo yani si unajua zilili chapu tu mara kageuka fasta kabadilika kawa Kiwembe. Si unajua hapa na hapa ni si unajua fuka nitemea fire kibao akanitolea shit si unajua. Mara sio amerudi sio ameanza na mimi yani kila mtu alohusika sio na nini si unajua. Kweli mwanangu mimi naingia ndani pale naenda kung'ata lakini akili
akili haipo. Yani paka mamkali ananishangaa na tunajua sometime moja SK zako unazokanyaga hizo zinakupagawisha, si unajua zile. Sasa mimi niko na ile hali sio ya kawaida, ni maisha yako, ndio maana nimekutilia booster. Yani kama kuna mazingira yoyote yani unajua, si unajua zile kutoka na sisi ndio hivyo, yani Wizard kwenye 1 na 2. Angalia hapo mazingira na kwa vipi, mimi sielewi, nishabumbwa mzee wangu unajua. Nilijua yatakukuta na nilielewa atakufika. Yule kweli ni kiwembe, yule ni kiwembe, na kiwembe amerudi na anataka kuhakikisha mmoja baada ya mwingine aliyemfanyia ubaya atahakikisha anamwangamiza. Kosa tulifanya wenyewe na kosa alifanya yule tulompa kazi. Hivyo nakumbuka wewe ndio ulimgonga na pikipiki yule. Hiyo mimi nakumbuka fresh, yani sinoma nikashangaa nilivyomuona kwamba na yule usiku nimeamini kabisa nimemdondosha nile buba kweli. Nimemdondosha, sasa inakuwaje amerudi, ndo hapo sasa hapo nichanganya mimi. Sasa yule alivyomgonga na pikipiki alizimia. Mimi nikaja kuja kumaliza kile nilichokitaka nikifanye. Nikachukua kivuli chake na yeye kumtengeneza aonekane kwamba ameshakufa, lakini yule hajafa. Yule nilimbadilisha na kuwa jini nyoka kwa ajili ya kumpa yule kijana aliyetaka utajiri. Yule kijana amefeli. Sasa atatusumbua kama tutakuwa makini, na wewe uko batatani. Sisi tushakuwa tunakosa amani yote, si unajua ziafu mazingira mwenyewe unajua ni vishanto nini, si unajua ni daily yani road, si unajua ushachizika nini, umetoka na huko kweli hapa na hapa Ahmad, umekula zote, umedondoka twenda kufukia kesho. Unanisaidiaje? Cha kukusaidia, nakumbuka nilikupa ilizi. Je, bado unayo ile ilizi? Good, yakipotei kitu ya mimi na harakati mzee, unachukulia vipi? Sasa kama ile ilizi bado unayo, hiyo itakulinda. Hawezi kukufanyia chochote kwa kipindi hichi mpaka uje uipoteza hiyo ilizi, ila atakuwa na kunyemelea na kukufanyia fujo za kila aina na kukutisha, ili mradi upoteze hicho ulichokishika mkononi mwako. Cha kufanya, nataka nikupe dawa ambayo ya kumpa mkeo. Mamkali pale mtaani. Ukimpa mkeo, anatakiwa ichukue hiyo dawa na kuifunga mkono. Niliyajua haya. Hivi vyote niliviandaa kwa sababu nilijua utakuja. Hii inaitwa mkupi sile. Mkupi sile. Hii ina vifundo hivi. Kila kifundo kina maana yake. Kifundo cha kwanza, hii ni unga wa maiti ya zamani sana. Unga wa maiti ya zamani sana. Hichi kifundo kina majimaji ya maiti. Hichi kifundo ni unyayo wa mwanajini. Hichi kifundo ni ngozi ya nyoka. Hichi kifundo ni jasho la nyoka. Hichi kifundo ni majani ya zamani, wanasema mnung'anung'a. Sasa hapa idawa imekamilika. Unatakiwa ukampe mkeo ajifunge. Hakikisha mkeo anakubali kujifunga idawa, kwa maana itakuwa kinga yake. Shika. Da kweli. Kwa sasa hii hapa katika kubandika mazingira kujifunga funga, na funga mkono gani, na kulia kushoto? Hiyo dawa anatakiwa ajifunge mkono wa kushoto. Ahakikishe sehemu yoyote yuko nayo asiipoteze. Akipoteza atauliwa yeye kwanza, alafu utafuata wewe. Baridi ya mzee nguvu, mimi nimegumanya utawala, nimekuelewa ile sema nini na mwenyewe katika vitongoli vyako nini nite moja konoli, si unajua bwana, siwezi wa kuforget, si unajua. Sasa usiniache mimi ndo kutoka na mazingira, kutoka nendo ulonipadili ujue, si unajua zile kwa muda wote konoli nini muda wote ile machokodo, yani si unajua unanizingatia mwanao. Ondoa shaka,
kwa kuwa kazi nilikupa mimi, na mimi ndo nitajua wewe nakusaidiaje na nakulinda vipi. Kuwa makini na hivyo nilivyokwambia. Basi Fureshe, mimi ngoja nijipe dongo. Vipi hao? Safi, karibu. Baridi sasa. Kuna mazingira mimi nataka nikupange ujue mke wangu. Sawa, nakusikiliza. Kuna mazingira nataka nikupange, si unajua bwana. Kwa sababu mimi hapa ndo tunaishi, si unajua zile. Jambo litakalonikuta mimi ndo litakukuta wewe. Litakukuta wewe, si unajua zile. Muona hii dawa? Hii dawa umeiona? Hii dawa inabidi uivae mkono wa kushoto yani. Unanielewa au unanitombulia macho tu unachukulia mikana napiga debe hapa? Mume wangu mimi siwezi kuvaa hivyo kwa sababu hata mila za kwetu zinakataza. Nisikilize, usilete habari za mila yani. Mimi na stand ya life lako juu. Sio, unanielewa? Wewe unabidi dawa ivae. Mimi siwezi kuvaa hiyo dawa kwa sababu inaonekana nyuma hiyo dawa kuna kitu unanificha. Ni kitu gani kinaendelea? Nisikilize. Mimi katika mazingira yangu si unajua. Mimi ninavyotoka hapa nina harakati nyingi ya kusaka sembe ili mradi wewe ushikishie fast. Unanielewa? Asa mazingira yalikuwa hivi. Hongera kwa kuja. Nimefurahi sana kukuona. Fresh, hamna noma. Nataka nikupe kazi. Kuna kazi usi? Kazi gani ya mzee nguvu? Na shida kuko nini niingie kitanga sebenzi? Umemwona huyu binti? Kiwembe huyo. Huyu ni kiwembe. Huyu binti nataka umsababishie ajali. Umgonge na pikipiki yako. Uhakikisha amekufa. Ili raia wajue amekufa kwa kugongwa na pikipiki. Kisha hapo mimi nitakuja kufanya kazi yangu. Baridi, hamna noma kwa sababu Kiwembe si unajua mtaani kwake pale karibu na road, si unajua zile kwa mara nyingi sana waganda apotei yani pande za barabarani ni pale mtaani tulipokuwa sisi tunapokaa zetu mgondeni pale, si unajua zile ile wagana anatia gandala pale. Hiyo kazi ndogo tu kwangu. Vipi sasa kuhusu kunistendia, unanistendiaje? Ondoa shaka. Wewe ni rafiki yangu. Siwezi kukuangusha kwenye swala la pesa. Nitakupa pesa unayohitaji, lakini nataka kazi hii ifanyike kwa wakati. Sawa, lakini sasa mzee nguvu, unajua kwenye mazingira yapo ya ajali bwana. Sehemu yote linapotokea ajali, si unajua raia hata anapotokea ni unakuta raia mveme yani, si unajua zile wanakimbilia eneo la tukio, si unajua. Sana ile yenyewe ukiangalia sio gari ujue. Ule mshibombo ujue. Na mazingira ya mshibombo kwamba ukitokea tukio mwenyewe lazima uende deki, si unajua zile. Vipi sasa kwenye mazingira ndio ile buu basi unajua nimeenda deki kwenye mazingira kunyanyua mshibombo raia wamejaa, inakuaje? Sawa. Kwenye hilo nitakulinda. Utakapofanya hilo jambo, hakuna kikalagosi chochote kitachoona hilo tukio. Kwa mazingira ikiwizadi nini yote na stand ya yeye. Lifanye ukiwa makini. Hakikisha umemgonga na pikipiki, ionekane kweli kagongwa na pikipiki. Baridi hiyo dili ujue wenyewe mchongo hapo mchongo wenyewe unaona. Wa mchongo wa kuhatarisha maisha. Sema kutokana na mazingira mwenyewe nishabumbu akili na wazaela, si unajua zile sina gafagio yani, si unajua zile. Una video standie mchongo sio mchongoma mzee nguvu ujue. Hakuna kitu kama hicho. Hii kazi inatakiwa ifanywe leo. Baridi yani mchongo sio leo yani. Yani hata sasa hivi ukisema katika panda zangu mshibombo ukikutana naye njiani mimi nabamiza.
dawa lazima uvae, yani si unajua zile ukileta mapepo ukiniletea mimi sister du sugar mami sijui chula tope chula nini si unajua zile. Nikikukuta la kukuta mimi sipo ujue. Sawa, mimi dawa yako navaa, lakini jua maisha yangu umeingiza kwenye hatari sana. Kwa sababu bila hii dawa mimi sina uhai tena. Je, nikiipoteza ikinipotea, unadhani nini kitafuata kwenye maisha yangu? Inapotea vipi? Nimekwambia funga hiyo mchawi tu kienda zako toi, si unajua zile unataka kubafu mazingira namna gani pepo unaninginiza hata kwenye kimsumari chooni pale. Ukitoka ile umevesha tena maisha yanasonga, unapotezaje sasa? Upoteze kwani shilingi useme itateleza. Kwanza vaa sasa hivi. Au paka nikuvesha. Na vaa basi ile. Vaa mkono wa kushoto. Uelewi nini mamkali? Mbona unataka kunivuruga bwana? Nimekuja kwa mara nyingine tena. Najua nimekosea, lakini chanzo cha haya yote ni mke wangu. Sasa nimekuja ili nijue ni kitu gani tunafanya, maana sielewi. Wewe umeharibu, tena umeharibu pakubwa. Umeniuzi mimi na umemuuzi bibi Sasha. Najuta hata kukusaidia kwenye jambo lako. Unasema unataka utajiri. Utauweza utajiri? Utajiri una siri nyingi. Sina cha kukusaidia, wala sikioni cha kukusaidia. Lakini mtaalamu, mimi nitakimbilia wapi? Wakati hapa ndo mimi nilipokuja kuleta shida zangu. Hii imetokea, nimerudi hapa tujue ni jinsi gani ya kulisolve hili. Mambo yanazidi kuwa magumu. Sikiliza, msaada wangu wa mwisho kwako ni wewe kutoka hapa kwenda kule polini ulipolala mwili wa mkeo, ukachukua ule mwili na uulete hapa. Huo ndo msaada wangu. Mtaalamu, hakuna njia yoyote inayoweza kutumika kuuleta ule mwili hapa mpaka mimi niende polini? Kule panatisha, sio pa kuingia kirahisi sasa hivi. Mimi mwenyewe nahofia maisha yangu. Kama kuna njia yoyote, naomba tuitumie ili huo mwili ufike hapa. Hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo. Wewe ndo ulikabidhiwa chungu na wewe ndo umeharibu. Wewe unastahili ukachukua ule mwili na uulete hapa. Mimi ndo nitakusaidia. La sivyo, sina msaada mwingine wowote kwako wewe. Basi sawa. Nitajitahidi. Chuchu, sikutegemea kama ungefika nilivyokupigia simu. Shemeji, mimi tena uniite wewe nikose kuja? Yaani hapa nyinyi niko natamani hata nipae nije nikufikie kwa haraka kwa sababu nilikumisi. Vipi shemeji yangu? Okay, sawa, tuachane hayo. Nimekuita hapa na kuulizia au nataka kujua kuhusu dada yako Kiwembe. Shemeji bwana. Mambo gani sasa hayo? Yaani upo na mimi unamzungumzia dadangu Kiwembe. Alafu mbona dadangu Kiwembe mimi kafa muda? Na tumemzika. Kitu gani lakini? Upo na mimi bwana. Acha kumzungumzia yeye. Alafu shemeji, unajua mimi nilikuwa nakupenda muda sana kabla dadangu hajafariki na hata kabla wewe hujaenda Kenya. Okay, sawa. Unajua nina haki ya kukuuliza kwa sababu Kiwembe nilivyotoka mimi Kenya, nilipofika tu hapa Tanzania, nimemuona mimi kwa macho yangu. Sasa kinachonichanganya zaidi, kila nayemuuliza ananiambia Kiwembe kafariki. Hapa kuna nini hapa? Umemuona wapi? Kiwembe kafariki na siku ambayo tunamzika mimi mwenyewe nilikuwepo, mdogo wake. Kwa hiyo wewe kaa kwa kutulia tu. Alafu nahisi kama hiyo siku ulikuwa unaota wewe, haukumuona Kiwembe amefariki bwana shemeji. Alafu shemeji, wewe unaonaje sasa hivi tukaishi wote? Kwa sababu dadangu ameshafariki na hawezi kurudi tena. Hebu ngoja kwanza. Kwani sasa hivi mmehamia wapi? Yaani sasa hivi mnaishi wapi? Kwa sababu pale nilienda naona sijawakuta pale. Shemeji, pale tulihama muda tutangia dadangu alivyofariki, pale tulihama. Sasa hivi kuna sehemu tupo tunaishi na nitakuelekeza, lazima upajue. Okay, sawa. Mimi naomba unipe muda wa kufikiria.
nadhani nitakupa jibu kwenye hilo. Basi sawa shemeji yangu, kaa tayari, kaa mkaa wa kula kupokea simu yangu muda wowote ule. Mimi nakupigia alafu nikuelekeze wapi tukutane. Kwani hiyo sehemu ikoje ambao unataka kuniita mimi yani? Na kuna jambo gani ambao unataka kuniambia? Shemeji, uwe mkubwa bwana. Kitu gani hicho unachokifanya? Uwe usiwe na wasiwasi. Mimi nitakupigia simu na nitakujulisha wapi tuonane tuweze kuongea vizuri. Basi sawa, nimekuelewa. Mimi ngoja nikuage. Yaani huyu lazima hayo wangu, haijalishi alikuwa bwana wa dadangu. Dadangu sikashafariki bwana. Wewe lazima nikupate. Wewe unakwenda wapi? Huyo mganga wako amekudanganya sana. Uende ukafuate mwili wa mke wako. Sasa huyo mke wako nimeshammeza tayari, hutampata. Na wewe naenda kukumeza ukiwa wa moto moto. Nilitembea usiku wa manane, moyo wangu ulisikia kelele za mbali. Walisema ulibaki na jina moja, lakini ni mwili ulikuwa wa siri. Kwenye vumbi la mtaa wa nyuma, niliona macho yanang'aa gizani. Walifunga sauti zako, walificha damu yako, lakini ardhi ilikumbuka na ikakuita tena. Nisogee taratibu, usinicheleweshe leo. Mwanamke nyoka, mwanamke nyoka, ukinitazama nahisi baridi. Mwanamke nyoka, mwanamke nyoka, umebeba hasira ya zamani. Mwanamke nyoka, mwanamke nyoka, pole pole unanitisha sana sana.